Rekuja mahante blehedush kapahante. Katika jina la Yesu Kristo, nataka niseme na wewe asubuhi ya leo jambo ambalo Mungu amekuwa akisema na mimi asubuhi ya leo kuhusu maisha yetu, kuhusu utoaji wa sadaka. This is Daily Rema kutoka World Deliverance Prayer Network. Leo nataka niseme na wewe kuhusu kutoa sadaka yako kwa imani. So watu wengi kwenye maisha haya, kwenye Ukristo, kwenye kumwamini Mungu, wamekuwa wakimtolea Mungu, wakiwa kutoa sadaka zao kwa sababu ya mazoea au kutaka kuonekana. Wanataka kuonekana au wanatoa kwa mazoea au wanaangalia nani anastahili kula sadaka yao. Haleluya. Shalom. Unajua kuna mtu anaona kwamba huyu mchungaji ni mdogo, hastahili kula sadaka yangu, hastahili kula fungu langu la 10. Huyu ni mchungaji, kanisa lake dogo, hastahili kula sadaka langu la 10, fungu langu la 10. Imagine unakuta mchungaji wako, mchungaji yeye mwenyewe hawezi, ukimwangalia wewe mwenyewe unasema yani huyu ndo anaenda kumpa milioni 1 yangu, huyu ndo anaenda kumpa milioni 10 yangu, Kwa unaona kama hafanani na hela ambayo unaenda kumpa. Ndivyo ambavyo watu wengi tunafikiria, hafanani na hiki kiwango ambacho nataka nimpatie. Yaani nimpe huyu milioni 10 kabisa. Unaona kabisa hafanani, lakini moyo wako unakusukuma kufanya hicho kitu. So nimekutana na watu kadhaa ambao unakuta kwa mfano hii ni branch, askofu yuko kanisa lake lingine, lakini hawezi kutoa ile fungu la 10 kwenye ile branch yake, na anajua branch yake na uhitaji, lakini yuko tayari atume ile sadaka kwa askofu makao makuu. Sasa wewe sio kwamba unamtolea Mungu, wewe unatafuta kuonekana na askofu, au wewe unaona hapo ulipo huyo mchungaji hastahili, hii thamani yake hastahili kupokea kiwango hicho cha sadaka kutoka kwako. Hicho ndio ambacho unakiona. Sasa huko sio kutoa kwa imani. Huko ni kutoa kwa mihemko na mitazamo. Lakini sadaka yenye matokeo, sadaka ambayo itakuwa na matokeo kwako, ni ile ambayo unaitoa kwa imani. Toa fungu lako la 10 kwa imani. Imani maana yake nini? Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sasa neno la Kristo halijakuelekeza hiyo sadaka ukatoe wapi. Maana yake unahitaji kusikia kwenye moyo wako. Unahitaji kumsikia Roho Mtakatifu akisema kwa ajili ya wewe kutoa hiyo sadaka na kukupa maelekezo ya hiyo sadaka. Ndipo imani yako inapokamilika. Lazima uwe na sikio la kumsikia Mungu kwamba sadaka hiyo anakuelekeza uipeleke wapi. Usipofuata hivyo utakuwa unatoa sadaka bila maelekezo, na utakuwa unatoa sadaka pasipo imani. Na kwa sababu unatoa sadaka pasipo imani, sadaka yako haitakuwa na matumaini, haitakuwa na matokeo, na sadaka yako itakuwa ni kwa ajili ya matangazo, na sadaka yako itakuwa haijapokelewa na Mungu. So hakikisha sadaka yako unatoa kwa imani sawa na maelekezo ya Mungu. Lakini usisahau pia kusoma kitabu cha Mungu Atakuzomea ambacho kichwa chake kingine kinasema hivi: kufurahia mahusiano na Roho Mtakatifu pasipo majuto. Usiache kusoma kitabu hicho, kinaeleza pia kuhusu imani. Inaelezea kuhusu imani. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Mungu liinuliwe. Haleluya. Shalom. Ni mimi mtumishi wa Mungu Dickson Tweve. Nikukaribishe siku ya Jumapili kwenye ibada Kings Global Tabernacle Church pale Mkungu Chama, katika jina la Yesu Kristo. Shalom alaikum. God bless you.